Get the point. Take a step forward. Leo tuna somo linalosema sheria bora kuliko sheria zote. Nimesemaje? Sheria bora kuliko sheria zote. Sheria bora kuliko sheria zote. Baba yangu, mama yangu, nisikilize haraka, nitatumia muda mfupi kukuelekeza na kukufafanulia habari juu ya neno sheria. Kuna watu leo wamejitokeza duniani wanakataa kwamba binadamu hawezi kuishi kwa kuongozwa na nini? Na sheria. Hiyo ndio nataka tu niipangue mara moja. Na tutaipangua kwa neno la nani jamani? La Mungu. Tunaipangua kwa neno la Mungu. Maana Biblia inasema hivi, bila sheria hakuna dhambi. Na kama utakataa sheria, Biblia inasemaje? Kitabu kile cha Warumi 4:14. Soma baba. Warumi 4:14 na 15. So 14 maandiko yanasema. Ameandika nini? Maana ikiwa wale wa sheria ndio warisi, imani imekuwa bure. Ikiwa wale wa sheria ndio warisi, imani imekuwa bure. Na ahadi imebatilika. Na ahadi itakuwa imebatilika. Kwa sababu sheria. Maana sheria. Sikiliza hiyo. Ndio ifanyayo hasira. Maana sheria ndio inayoleta hasira. Maana yake sheria ndio inayoonyesha dhambi. Sheria ndio inayofanya kuwepo dhambi. Bila sheria dhambi haipo. Soma wewe. Maana pasipo kuwepo sheria. Rudia hiyo. Pasipo kuwepo sheria. Maana bila kuwepo sheria hapana kosa. Bila kuwepo sheria hakuna nini? Hakuna kosa. Hakuna nini? Hakuna kosa. Hakuna kosa. Sasa unapokataa sheria unamaanisha nini? Yaani kule ni upungufu tu wa elimu baba. Ule ni upungufu, yaani ninauitaga mimi upungufu wa lishe kiroho. Umepungukiwa tu lishe. Ukikataa sheria isiwepo, maana yake hata magereza yafutwe, hata magereza yasiwepo, malockup yasiwepo, mahakama, yani kila zinazoitwa offices zisiwepo. Zinakuwepo za nini? Maana serikali kuwepo. Nini maana ya serikali? Maana ya kuwepo serikali popote. Serikali kuwepo maana yake serikali ni wasimamizi wa sheria. Amina. Napenda nikusomee kamusi hapa. Kuna wengine tutawaelewesha kwa Kiswahili. Maana kuna wengine hatutaenda mbinguni kwa kutojua tu Kiswahili. Napenda tusome kamusi hapa ukurasa wa 460. Neno sheria. Hebu isikilize hii vizuri. Ukurasa 460 kamusi ya Kiswahili cha kisasa. Neno sheria. Neno sheria. Maana yake ni kanuni zinazotungwa na bunge. Neno sheria maana yake ni kanuni zinazotungwa na nani? Na bunge. Halmashauri ya mji. Halafu zinatungwa na halmashauri ya mji. Manispa. Jiji. Au jamii fulani. Au mitaa. Yani serikali ina mihimili mitatu. Kuna sheria za mitaa. Yani kumaanisha kwamba kuna serikali za mitaa. Kuna serikali za bunge. Kuna serikali za mahakama. Mihimili mitatu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali zingine zote. Ndio maana unakuambia sheria ni kanuni zinazotungwa na bunge. Ni sheria, kuna sheria za bunge, kuna sheria za mikoa, sheria za halmashauri, kuna sheria za mitaa, na kuna sheria za nzengo, na kuna sheria za vikundi. Nataka unisikilize vizuri leo, maana kila kinachoitwa popote palipo na wanadamu lazima patengenezewe sheria. Maana yake nini? Sheria ni ulinzi na usalama wa raia. Ndio maana unakuta hata kwenye vikundi kuna sheria. Iwe kwenye familia kuna sheria. Kwenye charamo chako kuna nini jamani? Kuna sheria. Iwe kwenye vikosi vya aina yoyote kuna nini? Kuna sheria. Kwa nini? Maana sheria ni ulinzi na usalama wa nani? Wa raia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa leo somo linasema kuna sheria bora kuliko sheria ngapi? Zote. Hapa wamekufafanulia kuna sheria zinazotungwa na watu, lakini pia kuna sheria zinazotungwa na nani jamani? Na Mungu. Maliza kusoma wewe. Maana nyingine ya sheria. Maana nyingine ya sheria ni kanuni zinazoendesha maisha ya waumini wa dini fulani. Ni kanuni zinazoendesha maisha
zinaendesha maisha ya waumini wa dini fulani ambazo sikia zinaaminika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba hizo sheria hazitoki kwa watu. Yani sheria zinazoendesha maisha ya wanadamu waumini, zinazoendesha maisha ya waumini hazitoki kwa watu, ila zinatoka kwa Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Kwa hiyo ninaomba hilo ulielewe kwamba kuna sheria za kutungwa na watu na kuna sheria za kutungwa na Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Sasa tunataka tuangalie zilizo bora na sheria bora kuliko zingine ni zipi? Kitabu kile cha kitabu cha Zaburi 111. Hebu isikilize hiyo vizuri. Zaburi 111 ameandika hivi. Lile fungu la 7. Soma. Zaburi 111 fungu la 7, maandiko anasema. Matendo ya mikono yake ni kweli. Matendo ya mikono ya Mungu ni kweli. Na hukumu. Na hukumu. Maagizo yake yote. Maagizo yake yote. Maagizo yake yote. Yote. Ni amini. Ni amini. Ni amini. Yani yanaaminika. Yamethibitika. Yamethibitika. Milele na milele. Yamethibitika milele na nini? Na milele. Na milele. Yamefanywa katika kweli. Yamefanywa katika kweli. Hayana makosa. Na adili. Na adili. Hizi ni sheria za Mungu. 19 Zaburi lile fungu la 7 ameandika hivi. 19 Zaburi 19 fungu la 7, maandiko yanasema. Na Mungu anasema. Sheria ya Bwana. Sheria ya Bwana. Sheria ya Bwana. Sikiliza hiyo. Ni kamilifu. Ni kamilifu. Ni kamilifu. Ni kamilifu. Huiburudisha nafsi. Na inaiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana. Ushuhuda wa Bwana. Ushuhuda wa Bwana. Wa Bwana. Ni amini. Ni amini. Humtia mjinga hekima. Humtia mjinga nini? Hekima. Hekima. Maagizo ya Bwana. Maagizo ya Bwana. Ni adili. Ni adili. Hufurahisha moyo. Hufurahisha moyo. Amri ya Bwana. Amri za Bwana. Amri ya Bwana. Amri za Bwana. Ni safi. Bwana asifiwe. Amina. Amri za Bwana ni nini? Ni safi. Maliza. Huyatia macho nuru. Huyatia macho nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ninawaombea macho yenu yatiwe nuru. Amina. Na kinachotia nuru macho yangu na macho yako ya ndani ni sheria za nani? Za Mungu. Hizi ndizo sheria bora kuliko sheria zote. Nimekuambia, nimekuonyesha makundi mawili tu ya sheria. Sheria zinazotungwa na watu, kamusi imetuambia, na sheria za Mungu. Sheria zote zinazotungwa na watu uakisi sheria za Mungu. Ni kopi, zimekopiwa kwenye sheria za nani? Za Mungu. Kwa hiyo ninaomba uelewe hili kwamba bila sheria hakuna usalama. Ndio maana mpaka dakika hii ninavyoongea na wewe, hata mabarabarani kuna nini jamani? Kuna sheria. Bila sheria hakuna usalama. Sheria ni usalama wa raia. Amina. Sheria ni usalama wako, ni usalama wangu. Biblia na kamusi wamekufafanulia, wamekwambia hivi, sheria za Mungu zinaendesha maisha ya muumini, zinaongoza maisha ya waumini. Amina. Ni sheria zimetungwa na nani? Na Mungu. Kitabu kile cha Warumi 7 lile fungu la 7 ameandika hivi. Sikiliza vizuri. Warumi 7. Ule mstari wake wa 7. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Isikiliza hiyo. Tusemeje basi? Sema baba. Torati ni dhambi? Tuseme hivi, sheria ni dhambi? Torati ni dhambi? Hivi hebu anza kufikiria. Kwa hiyo sheria ni dhambi? Hasha. Biblia inasema hasha. Jamani, sheria sio dhambi. Walakini sinaitambua dhambi. Ila tusingelijua kuna dhambi ila kwa sheria. Kusingelikuwepo na sheria tusingelijua dhambi. Amina. Kwa hiyo tunaijua dhambi kwa sheria. Amina. Sheria ni kioo. Amina. Inayotuonyesha uchafu. Yaani naomba hili nalo lielewe. Kazi ya kioo, kama una kioo kule nyumbani, naomba ukakiweke kioo kuwa mfano na somo tosha juu ya sheria. Kioo kazi yake ni moja tu, kukuonyesha wewe uchafu. Lakini kioo hicho hakiwezi kikakuosha uchafu. Wewe ukiona uchafu kwa kioo, nenda ukaoge majini na sabuni. Amina. Uchafu utoke. Amina. Hiyo ndiyo kazi ya sheria. Sheria inakuonyesha dhambi. Amina. Na ili dhambi ifutwe, ili dhambi iondoke, kimbilia kwa Yesu. Amina. Na Yesu ndiyo anaondoa nini?
dhambi. Na kwa Yesu tunaendaje? Kwa Yesu tunafikaje? Tunafika kwa Yesu kwa imani. Amina. Sasa tunapomwamini Yesu na kumwendea kwa imani, tunasamehewa dhambi zote. Amina. Lakini bila kuwepo sheria, dhambi haipo. Watu wasio na elimu ya Biblia, jamani, ni shida kweli. Maana wao waliposema kwamba tunaokolewa kwa imani, wao wakafikiri sasa sheria haina kazi. Ni kweli tunaokolewa kwa imani, lakini sheria nayo ina kazi yake. Kila kitu kina kazi yake. Neema nayo ina kazi yake. Rafiki zangu, sheria ni takatifu na amri ni takatifu na safi na bora. Maana ni usalama wa raia. Lile fungu la 8 ameandika hivi, lakini sikiliza hiyo, dhambi ilipata nafasi kwa ile amri. Dhambi imekuwepo kwa ajili ya amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Endelea. Kwa maana dhambi bila sheria, rudia hiyo, dhambi bila sheria, rudia hiyo, dhambi bila sheria imekuwaje? Imekufa. Bwana asifiwe. Amina. Maana yake dhambi bila sheria haipo. Tukufundishe na nini ili uelewe? Ukikuta mtu anasema hakuna sheria zimekwisha, yeye tu akili yake ndio imekwisha. Bila kuwepo sheria, maana yake dhambi haipo. Maana yake dhambi haipo. Bila sheria dhambi imekufa. Na ndio maana Mungu akamuita Musa katika mlima wa Sinai, akaenda kumwandikia sheria na amri. Amina. Katika kitabu cha Kutoka 24 fungu la 12 baba na 13 ameandika hivi. Kutoka 4:13. 24:12 na 13, soma wewe. Kutoka 24:13 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Maandiko yanasema hivi. Musa akaondoka na Yoshua. Akaondoka mtumishi wake. Musa akaenda na Yoshua. Musa akapanda mlimani kwa Bwana. Akamwambia hawa wazee, pia wale wazee, tungojeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Na tazameni, sikiliza, Haruni na Huri wako pamoja nanyi. Na Huri wako pamoja na nyinyi. Kila mtu atakaye kuwa na shida na waendee. Musa akapanda mlimani. Ndipo Musa akapanda mlimani. Lile wingu likaufunikiza mlima. Sikiliza. Na huo utukufu wa Bwana. Soma fungu la 12. 12 inasema. Bwana akamwambia Musa. Ndipo Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu. Njoo huku juu kwangu. Juu kwangu mlimani. Huku mlimani. Huku mlimani. Uwe huku. Sikia. Nami nitakupa mbao za mawe. Hiyo ndio natafuta hiyo. Nitakupa mbao za mawe. Sikiliza hiyo. Na ile sheria. Nitakupa mbao za mawe na hiyo nini? Na ile sheria. Na hiyo sheria. Na hiyo amri. Na hizo amri. Na hiyo amri. Na hizo amri. Yoandika ili uwafundishe. Nitakupa sheria na amri nilizoziandika mimi ili wafanye nini? Uwafundishe. Na amri 10 za Mungu, sheria 10 za Mungu zimeandikwa na Mungu mwenyewe. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile fungu la 13, Mungu akaagana na wana wa Israeli, akawaandikia amri 10 juu ya mbao 2 za nini? Za mawe. Mbao 2 za mawe zikaandikwa amri 10 za Mungu. Fungu la 13. Torati 4:13 maandiko yanasema. Akawahubiria agano lake. Aliloamuru kulitenda. Yaani. Sikia hiyo. Sikia. Zile amri 10. Zikaandikwa zile amri ngapi? 10. Zikaandikwa juu ya mbao 2 za nini? Za mawe. Na Musa akazipeleka kwa wana wa Israeli, akazifundisha kama zilivyo. Amina. Na mimi leo nataka nizifundishe kwenye mkutano huu wa leo, nizifundishe kama zilivyo. Amina. Maana Mungu alimwambia Musa, nenda ukawafundishe. Amina. Na leo amri 10 zinapaswa zifundishwe kwa watu wote wa mataifa yote. 20 kutoka fungu la kwanza. Ameandika hivi. Kutoka 20 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Ndipo Musa akawaambia, akaanza kuzisoma zile amri 10. Mungu akanena maneno yote haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ni amri ya ngapi hiyo? Ya kwanza. Usiwe na miungu wengine. Amri ya kwanza inazuia miungu.
inakutangazia vua miungu yote, umbakize Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Vua mairizi yote, bakiza Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Kama ni kwenye biashara yako baba, hapo unaponisikiliza, toa miungu, muweke Yesu. Amina. Kama kwenye gari yako kuna watu wamefunga irizi kwenye magari, toa hiyo irizi, umuweke Yesu. Amina. Toa irizi. Kuna watu wamefunga irizi kwenye maduka, wamefunga irizi kwenye mahoteli, wamefunga irizi. Yani irizi zimefungwa kila mahali. Ninakutangazia jioni ya leo kwa neno la Mungu, nenda ukatoe mairizi ukamweke Yesu. Maana yeye anasema usiwe na miungu wengine ila mimi. Fungu amri ya pili imeandikwa hivi. Amri ya pili nasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, kilicho chini duniani, kilicho majini, chini ya dunia. Usisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu. Na wapatiza baba zao hata cha wamchukiao. Nami anasema nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Ni amri ya ngapi hiyo? Hiyo ni amri ya pili. Hiyo ni amri ya ngapi hiyo? Ni amri ya pili. Nataka nikwambie amri zote 10 zimeandikwa Agano la Kale na Agano nini? Agano Jipya. Kuna wanaume leo wametokea duniani, wanatangazia watu eti amri 10 zimekuisha, nazo zilikuwa Agano la Kale. Amri zipya, amri Agano Jipya. Hatuna amri 10, tuna amri 2. Rafiki yangu umeliwa keusi na kekundu, ninataka nikuonyesha amri 10 zote zimeandikwa kwenye Agano la Kale na zote zikaandikwa kwenye Agano nini? Jipya. Biblia yote imejaa amri 10 za Mungu. Amina. Yesu anaandika amri ya kwanza kwenye Agano Jipya, anasema hivi, Luka 4 fungu la 6. Ameandika hivi, Luka 4 fungu la 6, maandiko yanasema, amri ya kwanza kwenye Agano Jipya. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake yote, kwa kuwa iko mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipendaye. Huyu ni shetani anamwambia Yesu. Lakini Yesu akajibu akasema, basi wewe ukisujudu mbele yangu, sikiliza hiyo, yote atakuwa yako. Yesu akajibu akasemaje? Akamwambia, sikia, imeandikwa. Rudia hiyo, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Maliza, umwabudu yeye peke yake. Bwana asifiwe. Amina. Amri ya kwanza, usiabudu miungu wengine ila nani? Yeye. Amina. Usimsujudie chochote, usisujudie chochote. Imeandikwa usimsujudie Mungu mwingine ila Mungu wa wapi? Wa mbinguni. Hiyo ndio amri ya kwanza kwenye Agano Jipya. Lakini bado Paulo anaandika amri ya pili kwenye Agano Jipya. Wakorintho wa kwanza 10:14. Baba yangu, mama yangu, sikiliza vizuri. Amri zote zimeandikwa kwenye Biblia yote, Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Fungu la 14 ameandika nini? Maandiko yanasema, Paulo anaandika amri ya pili. Wakorintho wa kwanza 10:14, maandiko yanasema, ameandika nini? Kwa ajili ya hayo. Sikiliza hiyo. Wapenzi wangu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Ikimbieni ibada ya nini? Ibada ya sanamu. Yaani kama uko kwenye ibada ndani yake kuna masanamu, toka huko unakimbia. Amina. Tena nasema kama na watu wenye akili. Nasema na nyinyi kama watu wenye akili. Lifikirini nyinyi nilinenaro. Amina. Amri ya pili Agano la Kale imeandikwa. Agano Jipya imefanya nini? Imeandikwa. Tunaenda amri ya 3. Amina. Kitabu cha Kutoka 20 fungu la 4 ameandika hivi. Fungu la 7 maandiko yanasema, la 7 ameandika nini? Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 3 imeandikwa usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa na hatia. Hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Amri ya 3 inakataa kulitaja jina la Mungu ovyo ovyo. Leo watu wanakopa kwa kutumia jina la Mungu na wanadhulumu haki ya Mungu. Kesho nitaleta, ukimpatia anaenda jumula. Walevi wamekunywa pombe za bure kwa kutumia haki ya Mungu, na wananchi wengine wamekopa sabuni za watu na vitu vingine vya watu wakitumia haki ya Mungu. Kesho nitaleta, lakini wakipewa hawafanyi nini? Hawaleti. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Yesu anakazia amri ya 3, anasemaje? Mathayo 5. Baba yangu soma hiyo. Mathayo sura ya 5. Fungu la 34 ameandika. Sasa nani maandiko anasema? Sikiliza vizuri hiyo. Lakini mimi nawaambia. Ameandika. Mimi nawaambia. Sikia. Usiape kabisa. Hata kwa mbingu. Kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. Endelea. Wala kwa nchi. Kwa maana ndio pa kuweka miguu yake. Endelea.
wala kwa Yerusalemu. Endelea. Kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako. Anasema wala usiape kwa kichwa chako. Maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali. Sikiliza. Bali. Maliza. Maneno yenu yawe ndiyo. Kama ni ndiyo. Yawe sio. Yakizidi hapo. Kwa kweli sio hayo. Yatoka wapi? Yatoka yule mwovu. Bwana asifiwe. Anasema maneno yenu wapendwa, kama ni ndio yawe nini? Ndiyo. Kama ni sio yawe nini? Sio. Yakizidi hapo yatoka wapi? Kwa yule mwovu. Kwa shetani. Kuna watu wengi wamedanganya sana wakitumia haki ya Mungu. Bwana wasaidie. Amina. Hiyo ndio amri ya 3 kwenye Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Tunaenda kukuonyesha amri ya 4 kwenye Agano la Kale kutoka 20:8. Soma hiyo. Maandiko yanasema, ikumbuke siku ya Sabato, itakase, uitakase. Siku 6. Siku itafanya kazi. Fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7. Hiyo ndio kaza hiyo. Siku ya 7 ni Sabato. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Amri ya ngapi hiyo? Ya 4 hiyo. Agano la Kale amri ya ngapi hiyo? Ya 4. Ni amri ya 4. Ikumbuke baba siku ya Sabato itakase. Amina. Jamani, ikumbuke siku ya Sabato mama itakase. Amina. Popote mnako nitazama kwa njia ya YouTube, kumbuka siku ya Sabato itakase. Amina. Na siku ya Sabato ni lini? Mtu mmoja ananiuliza kimoyo moyo, sasa mhubiri, siku ya Sabato ni lini? Je, ni Ijumaa au Jumapili? Ni lini hiyo? Ninasoma Biblia Kiswahili cha kisasa hapo. Kile kitabu cha Biblia Kiswahili cha kisasa Marko Mihayo anafafanua. Anasema Sabato. Maana neno Sabato. Ukurasa wa 362. Neno Sabato. Maana yake. Sikia. Sabato. Ni siku ya 7. Jamani, Sabato ni siku ya ngapi? Ni siku ya 7. Ni siku ya 7. Ya juma la Kiyahudi. Juma la Kiyahudi. Kwetu sisi. Sikia hiyo. Ni Jumamosi. Kwetu sisi ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Ni Jumamosi. Ambayo haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Jamani, Sabato ni juma ngapi? Ni Jumamosi. Popote mnako nisikiliza, kama mlikuwa mmefundishwa Jumapili, mliliwa keusi. Jamani, Sabato ni juma ngapi? Jumamosi. Amri ya 4 kwenye Agano Jipya ameandika hivi. Kitabu kile cha Marko 2:28. 27 na 28. Marko 2:27 na 28. Ameandika hivi. Akawaambia Sabato imefanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Maliza. Basi mwana wa Adamu. Nani? Mwana wa Adamu ambaye ndiyo Yesu. Ndiye Bwana wa Sabato pia. Huyo ndiye Bwana wa Sabato pia. Jamani, amri ya 4 imeandikwa Agano la Kale na Agano Jipya. Baba yangu, ninaomba uielewe Biblia imejaa amri 10 za nani? Za Mungu. Kagua tena. Tunaenda amri ya 5 Agano la Kale. Kitabu cha Kutoka 20:12. Ameandika hivi. 20:12 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Waheshimu baba yako na mama yako. Ili siku zako ziwe nyingi katika nchi Bwana Mungu. Amri ya 5 mpaka ya 10 ni heshima kwa mtu na mtu. Amri ya 1 mpaka ya 4 ni heshima kwa mtu na nani? Na Mungu. Tunapoanza amri ya 5 inakwambia waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako ziwe nyingi katika nchi upayoona Bwana Mungu wako. Leo heshima zimekwisha. Ndio maana vijana wanapiga wazazi. Leo mabinti wanapiga mama zao. Vijana yanapiga baba zao. Tena ninatandika na mwambia ngoja nikurekebishe. Utafikiri ni Muumba yenyewe. Heshima zimekwisha. Watu wanatembea ovyo uchi. Heshima zimekwisha. Heshima zimefanya nini jamani? Zimekwisha. Amri ya 5 kwenye Agano Jipya Yesu anasema kila mtukanaye baba yake au mama yake, isikilize hiyo 15:4 Mathayo.
15:4 ameandika hivi. Mathayo 15:4 maandiko yanasema. Huyu ni Yesu anasema hivi. Neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Kwa Mungu alisema. Aliandika. Mheshimu baba yako. Mheshimu baba yako na mama yako. Sikiliza hiyo. Na mtukanaye baba yake. Au mama yake kufa. Na afwe. Vifo viwili kwa mtu huyo. Ogopa kumtukana baba yako. Ogopa kumtukana mama yako. Baba hata kama mama ni taira hakwenda shule, tafadhali mfanye nini jamani? Mheshimu. Amri ya 6 inasema usifanye nini jamani? Amri ya 6 inasema ile fungu la 3 kwamba usiue. Kutoka 20 fungu la 13 rudia. Kutoka 20:13 maandiko yanasema. Fungu la 13 ameandika usiue. Biblia yangu na yako amri ya 6 inasema usifanye nini? Usiue. Na Biblia ya Kiswahili na Biblia ya Agano Jipya inaunga mkono kitabu cha Mathayo. Yesu akaandika 5 fungu la 21. Mathayo 5:21. 5:21 akaandika hivi. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Watu wa kale walivyoambiwa. Usiue. Usiue. Na mtu akiua itampasa hukumu. Bwana asifiwe. Amina. Mtu akiua itampasa nini? Hukumu. Na kuua kuko aina nyingi sana. Unaweza ukaua kwa sumu, unaweza ukaua kwa kujinyonga kwa kamba, unaweza ukajichoma kisu ni kuua. Unaweza ukaua kwa kujinywesha mambo masumusumu, lakini pia unaweza ukatoa mimba. Huko nako ni kufanya nini jamani? Ni kuua. Kuna wasichana wengi ninawashangaa. Yaani wanatoa mimba wanazani sio kuua. Kumbe nako ni kufanya nini jamani? Na kama ulishawahi kutoa mimba, leo ni tubu. Tubu leo, tubu. Amina. Leo tubu baba, tubu mama. Kuna madada wengi sana wametoa mimba. Yaani siku ya starehe unalikuta limeachama meno yote yako nje. Linashangilia mimba inaingia. Masanja miguu hivi. Halafu mimba inaingia linakunywa Panadol. Ukome kwa jina la Yesu. Amina. Na kama ulitoa mimba fanya nini? Tubu. Umeua kwa namna yoyote fanya nini? Tubu. Maana amri ya 6 inasema usifanye nini? Usiue. Twende amri ya 7. 14 fungu la 14 kutoka 20 inasema. 14 kutoka, yani 20 fungu la 14 kutoka. Inasema hivi. Sikiliza hiyo. Usizini. Amri ya 7 usifanye nini? Usizini. Kama umeolewa ridhika na mume wako. Na kama umeoa baba ridhika na mke wako. Amina. Ni mrefu ni mfupi ridhika naye. Amina. Mweupe mweusi ridhika naye. Amina. Ana umomonyoa haumomonyowi ridhika naye. Amina. Baba mmoja anakamatwa na mbuzi, anabaka mbuzi na huko ana mke wake. Kuna shida dunia hii. Yaani linaacha mke nyumbani na kuja kukamatwa linabaka mbuzi. Halafu kesho akichinjwa mbuzi linakwenda linakula na linakunywa na mchuzi. Kuna shida dunia hii jamani. Baba mwingine anakamatwa na binti yake guesti. Halafu anampeleka mahakamani wanamuuliza swali. Anaomba nafasi ya kumuuliza swali mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa nipe nafasi nikuulize swali. Wakalipatia hiyo nafasi. Sikiliza nilivyouliza. Mheshimiwa nina mtaji wa 100,000. Nikafanya biashara. Nikapata faida ya 50,000. Mheshimiwa kati ya mtaji na faida nini ipi inayopaswa iliwe? Mheshimiwa haraka kwa kutojua akasema ni ile faida. Tayari jamali kamkaba kodi kasema shida yangu iko wapi? Mheshimiwa kosa langu liko wapi? Maana hapa nilikuwa nakula faida. Mama wa mtoto ni mtaji na mtoto ni faida. Pumbavu wewe. Ni faida hiyo. Ni faida ya kula. Yaani kuna shida dunia hii jamani. Biblia imeandikwa usifanye nini jamani? Usizini. Yesu anasemaje kwenye Agano Jipya? Mathayo 5:27. Mathayo 5:27. Amri ya 7. Soma wewe. Mmesikia kwamba imenena usizini. Usizini. Lakini mimi nawaambia. Yesu anasemaje? Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. Amekuja kuzini naye moyoni mwake. Kuzini naye wapi? Moyoni mwake. Jamani wenye macho mna shida. Ukimtazama tu mwanamke na umomonyoo ukaanza kuangusha mate hatia. Ni afadhali mfumbwe kama mimi. Mimi umomonyoe kama umeacha tu. Hata kama uvue kama umevaa tu. Wapo wasichana wengine, wavulana wengine, yani anatembea anaendesha baskeli ukimwomba lift na wewe akikuona haumo pengine ni mkekuru unanyimwa.
inapancha. Ngoja sasa kutenda kasichana kanatembea. Hata hakajamuomba lifiti. Anashika break, dada unaenda wapi? Njoo nikupe lifiti. Na vidada navyoonga haviongopi wala havina aibu. Kanaenda kanakaa. Nisikilizia sasa kijana atakavyoendesha baiskeli. Atapita milima ambayo haipitiki. Hata ambayo haijawahi kupitwa hata siku moja. Siku hiyo atapita. Utalikuta lina hema kwenye mlima. Limepakia kabinti. Kama libata. Likiulizwa na kabinti, kaka labda nishuke. Hamuna, twende tu. Utapasuka kifua bure. Biblia inasema usitamani, na mtu akitamani imempasa nini? Hukumu. Rizika na maisha ulio nayo. Bwana asifiwe. Amina. Amri ya 8 kutoka 20:15 fungu la 15 ameandika hivi. Usiibe. Usiibe. Neno linasema usiibe. Kitabu cha Kutoka wa Efeso 4:28 ameandika hivi amri ya 8. Efeso 4 amri ya 8. Wa Efeso 4 amri ya 8. 28 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Muibaji asiibe tena. Muibaji asiibe tena. Iwe ni hela, iwe ni machungwa, yawe ni maembe, omba. Amina. Baba yangu, wizi ni wizi. Hakuna wizi mkubwa na nini? Na mdogo. Iwe ni mboga. Ukiiba mboga na mwingine akaiba ng'ombe, mwingine akabomoa duka, Yesu akija bado hujatubu. Meza ngapi? Moja. Munatoka ngoma nini? Duro. Baba mmoja na mke wake walioona wote wezi wa mboga. Siku moja wamechinja kuku, halafu ikabaki, wameenda kulala. Asubuhi kulipokucha, mama akaenda kisimani. Baba akapata nafasi, akaingia chumbani, akaingia kwenye chungu cha mboga, akachukua paja. Akasema moyoni, ningelilia humu, lakini mke wangu anaweza akanikutiliza. Katoka nyuma ya nyumba na lile paja. Akaingia bafuni kwenye kijiwe, akakaa. Bado hajaanza kula, mke wake na yeye akatoka kisimani. Akafika ndani, akamkuta mume wake hayumo. Na yeye akasema hii ndio nafasi yangu ya kuiba. Akaingia na yeye chumbani huko alikotoka mume wake. Akakuta chungu cha mboga, akachukua paja na yeye. Akasema kama alivyosema moyoni, alivyosema mume wake moyoni, ningelilia hapa lakini mume wangu anaweza akarudi akanikutiliza. Akatoka nyuma ya nyumba kule alikotoka mume wake. Akaingia kwenye kibafu kile alichoingia mume wake. Alipofika tu mlangoni mwa bafu, wakakutana na mume wake, wote wameshikilia nini? Mapaja. Baba paja, mama paja. Ndipo libaba likamwambia kwa Kisukuma, yo nango wanjoreramo. Maana yake na wewe umemchukua moto. Turudi sasa tukale. Bwana asifiwe. Amina. Rafiki, rizika na maisha yako. Usifanye nini? Usiibe. Amri ya 9 Agano la Kale. Kutoka 20 mstari wa 17 ameandika nini? Usimshuhudie jirani yako uongo. Au usimshuhudie jirani yako ya uongo. Maana yake usiseme nini jamani? Uongo. Kitabu cha Wakolosai 3 fungu la 9 ameandika nini? Wakolosai 3:6. Amri ya 9 kwenye Agano Jipya. Wakolosai 3:9 ameandika nasema. Sikiliza hiyo. Usiambiane uongo. Jamani, tusiambiane nini? Usiambiane uongo. Tusiambiane nini? Uongo. Maliza. Kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Umeuvua kabisa utu wa kale. Pamoja na matendo yake. Pamoja na matendo yake. Hiyo ndio amri ya 9 Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Tunamaliza amri ya 10 kutoka 20:17. 20:17 Agano la Kale hilo. Neno la Mungu linasema. Ameandika nini? Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Wala chochote alicho nacho jirani yako. Rizika na kile ulicho nacho. Rizika. Usitamani vya mwenzako. Amri ya 10 hiyo. Agano Jipya linasemaje? Wakolosai 3:5 fungu la 5 ameandika hivi. Wakolosai 3 fungu la 5. Fungu la 5 maandiko yanasema. Amri ya 10. Basi. Sikiliza. Vifisheni viungo vyenu katika vilivyo katika nchi. Maliza. Uasherati. Uchafu. Na nini? Tamaa mbaya. Mawazo mbaya. Na mawazo mabaya. Na kutamani. Hiyo ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya nini? Ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Hiyo ni amri ya 10 Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Hizo ndizo amri 10 za nani? Za Mungu. Agano la Kale na Agano Jipya.
wanaowaambia zilikuwa Agano la Kale washindwe kwa jina la Yesu. Amina. Nataka nikwambie amri zote 10 zimeandikwa Biblia yote, Agano la Kale na Agano Jipya, na zimeandikwa na Mungu mwenyewe kwa kidole chake. Ukivunja moja umezivunja zote. Kitabu kile cha Luka 16:17, soma Kiswahili cha kisasa, kile kinasaidia vizuri watu waelewe. Ninapomaliza mafungu haya ninaomba ulielewe hilo. Sikiliza kitabu cha Luka 16 fungu la 17. 16 fungu la 17 Luka inasema. Ameandika nini? Maandiko yanasema. Sikia. Lakini rahisi zaidi mbingu na dunia kupita. Isome vizuri watu waielewe hiyo. Lakini ni rahisi zaidi. Ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita. Mbingu na dunia vipite. Rafiki yangu isikize vizuri hiyo. Ni rahisi zaidi mbingu na dunia zifanye nini? Zipite. Kuna watu wanasema amri 10 za Mungu zimekwisha wapi? Msalabani. Mshindwe na mlegee. Amina. Imeandikwa ni rahisi zaidi mbingu na dunia zipite kuliko hata herufi moja. Dunia hawajaielewa. Kuliko hata herufi moja. Ya nini? Ya sheria kufutwa. Ni marufuku. Ni rahisi zaidi mbingu na dunia zichomwe moto kuliko herufi moja ya sheria kufanywa nini? Kufutwa. Jamani, amri 10 za Mungu ni za milele. Amina. Zaburi 144 fungu la 6, Zaburi 148 fungu la 6 ameandika amri 10 za Mungu ni za milele. Soma wewe. Amezithibitisha hata milele na milele. Amezithibitisha milele na nini? Na milele. Na milele. Ametoa amri. Rudia hiyo. Ametoa amri. Ametoa amri. Wala haitapita. Haitapita. Bwana asifiwe. Amina. Ukikuta binadamu anasema zimekwisha, amekwisha mwenyewe. Yakobo 2 ile fungu la 10 malizia, anasema ukivunja moja tu umezivunja zote. Anza na fungu la 8 wewe. Yakobo 2:8 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Imeandikwa hivi. Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme. Mkitimiza ile sheria ya kifalme. Kama ilivyoandikwa. Ambazo ndizo amri 10 za Mungu. Kama ilivyoandikwa. Sikiliza hiyo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Maliza. Mwatenda vema. Munatenda vema. Bali mkiwapendelea watu. Mwafanya dhambi. Maliza. Na kuhukumiwa na sheria. Mtahukumiwa na nini? Na sheria. Mtahukumiwa na nini? Na sheria. Rafiki yangu, hata Yesu atakapokuja kwa mara ya pili, hakika kila binadamu atahukumiwa na nini? Na sheria. Sheria ndiyo kipimo changu na wewe. Endelea. Kuwa wakosaji. Nyinyi mtahukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Maliza. Maana mtu awaye yote. Maliza hiyo. Mtu awaye yote. Endelea. Atakayeshika sheria yote. Atakayeshika sheria yote. Ila akajikwaa katika neno moja. Amekosa juu ya yote. Akivunja moja amezivunja zote. Maliza. Kwa maana. Maliza. Yeye aliyesema usizini. Yeye aliyesema usizini. Pia alisema usiue. Huyo ndio aliyesema usiue. Basi japokuwa kuzini. Basi japokuwa wewe hujazini. Lakini umeua. Umekuwa mvunja sheria. Wewe ni mvunja nini? Sheria. Ijapokuwa umefanya yote lakini ukavunja sabato. Wewe ni mvunja nini? Ni mvunja sheria. Maana ukikosa yote, ukivunja moja umezivunja zote. Maliza. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa. Semeni nyinyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa. Watakaohukumiwa kwa sheria. Watakaohukumiwa na nini? Kwa sheria. Jamani, tutahukumiwa na nini? Na sheria. Baba na mama, tutahukumiwa na nini? Na sheria. Popote mnakonisikiliza, tutahukumiwa na nini? Na sheria. Bwana awabariki sana. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Jamani, Yesu anasema tukimpenda tutazishika amri zake. Wangapi wanampenda Yesu? Mikono juu. Get the point. Take a step forward.